watu wanasema Kidero Jasuba anaongeanga mbaya. Mr. Speaker, unajua hii bunge la wananchi Jakaranda inaesimika kila mahali. Mambo ya matusi ni mbaya, ukweli si poa. Hata mimi sipendi kutusi, mimi situsianangi, mimi nakugonganga tu direct wewe. Kama ni wewe ni president na hujafanya kazi na kugonga, kama wewe ni Gladys unaona kugonga. Mr. Speaker, hii bunge kitu imeharibu. Ni kitu mtu tu Kidero anaangalia ana rent ama ana unga anakuja anafanya kipindi hapa. Hiyo ndio kitu imeharibu hii bunge, na unapata viongozi wengine wametudharau. Ndio kwa sababu hiyo pia viongozi wa hii bunge mnafahamu komeshe. Kama wewe unajua wewe ni kilema, chukua nini pale uende uombe pale. Wacha kuaibisha bunge. Chukua nini ya kuomba uende pale uombe tujue Kidero ni kilema. Uchukue kitu kama uanze kufanya hivi. Mambo ya kuja kutuharibia jina, mara umechangiwa utakuta changiwa kila siku. Mr. Speaker, mambo ya kutusi viongozi pia tuachane nayo. Mr. Speaker, mimi nataka niingie kwa mada. Nataka kwanza na nionsi bilenya watu wanaogopa kuongelea. Mr. Speaker, jana tuliona viongozi wetu walikuwa bunge kutoka asubuhi hadi usiku. Walivurutana kwa sababu hii mambo ya bili hii. Imekata wengine wataki pite, wengine wataki pite. Mr. Speaker, viongozi pia wamejua wakipitisha hii kitu watakuwa na kazi ngumu ya kuenda kukampeni kwa mlango zao. Kwa sababu hakuna venye unaweza pitisha kitu yenye naenda kumumiza mwananchi wa kawaida wenye ako chini. Utaipitisha sijakataa. Lakini ule mwananchi kama mimi mwenye sina kitu, yeye ndo ataumia. Wewe utaumia, unajua uko kwa salary. Wewe uko na kila kitu. Uko na allowance, uko na kila kitu. Wewe unalipiwa nyumba, wewe mafuta unawekewa. Hadi koti unavani yako. Sasa ndio kwa sababu wao heshimiwa pia washajua. Wakenya wamejanjaruka. Wakenya raundu wamejanjaruka. Wakati kitu unafanya mbaya, hata ukue governor, ukue MP, ukue MCA. Mwache kwa tusi hapa. Siku zimefika. Watu siku yetu tutawaambia simama kwa kitu ulifanya. Mr. Speaker, Osoro jana alikuwa na kazi ngumu ya kutetea hii mambo ya hii bill. Ilikuwa ngumu sana. Hadi Osoro karibu apigwe ngumi kwa mdomo. Na Osoro wewe ni kijana mdogo. Wewe hukuleta William Samuel Ruto. Wewe pia unafaitia kitu yenye si yako. Wacha wenye walimwekea wafaitie huyu jamaa. Mimi nashindwanga na kabila yetu na watu wengine. Kama Mkale mwenyewe analia na alimchagua, kama Kikuyu mwenyewe ndiye alichagua William Samuel Ruto na analia, what about mimi mwenye sikumpigia? Mimi na feel aje? Mr. Speaker, kitu inauma sana. Unapata speaker kama huyu anasema 2 term na ana kazi. Nikitoka hapa na niambia Kidero nisaidie na mimi niende nikule. Ni kitu ya aibu sana na mtu wa 2 term. Mr. Speaker, kitu inashangaa. Kuna jamaa mwingine anaitwa hapa Asamba yeye hata ana kazi, anatembea na file kila siku. Anasema 2 term. At least mimi Kidero Jasuba, mimi sina kazi lakini sio mbao mgi. Mimi at least niko na kampuni yangu ya Kangumina Zana nipige na watu wakule. Asamba ana hata kitu ya kuleta kitu kwa meza. Same huyu Sangwenya. Na 2 term. Mr. Speaker, ni kitu aibu sana. Mimi naambia watu kila siku. Ni kitu ya maana kusema 2 term, uko na kazi, uko na duka. Mimi moja niwaambie siongei kwa ubaya. Mimi hapa Jakaranda mwenye anasema 1 term na nikubali. Na Omoshi wanao. Omoshi wana at least anaendesha gari. Omoshi wana at least anaishi mzuri. Wewe unasema 2 term, na wewe mwenyewe unaishi pale kwa kibanda. Hata ukichokoza tu Kidero, asumbukane hata kukupiga. Anaenda tu kungoja ukilala. Unaona bado umeweka kichwa pale anararua tu mabati hivi. Anakuua. Ni kitu ya aibu. Mimi wallahi mtu wa 2 term mimi sisumbukane naye kupigana na wewe. Umenichokoza hapa kwa kamera. Ina shida. Enda ulale. Pale kichwa yako iko tu. Ndio naenda na rarua na kunyonga tu unakuvia hapo. Na watajua bibi yako na amekunyonga. Mimi nimeenda. Kitu ya aibu. Una support William Samuel Ruto. William Samuel Ruto security imemweka inatoka hapa hadi Mteti wa Ndei. Wewe mwenyewe hata una security unatembea na kala kama mganga. Unatembea na suti moja kama mganga na koti moja imelema hivi. Koti za 30 babu hapa Kikomba hapa. Mr. Speaker, ni kitu ya aibu. Wacha tuingie kwa mambo ya walikuwa nasema sijui viongozi wetu wako na wamejishikilia mambo ya 1 term, Ruto aende nyumbani kwa sababu hajafanya kazi. Mr. Speaker, wacha nikuambie leo. Wacha mambo ya sympathy. Mr. Speaker, raundi mwenye alikuwa anashika mikono ililuo Nyanza hayuko. Raundi tutaenda kwa mlango yako. Tukuulize wewe kama James Orengo ama Gladys Wanga ama Nyamita umefanya nini? Hakuna. Wewe unaenda nyumbani.
Mimi kama mimi kile Jasuba Jaoma mtu kutoka Homa Bay. Hakuna kitu Gladys Wanga ameproduce hata moja. Kitu ameproduce in Homa Bay County ni maguns na choo ya kuchukua pesa yetu akipatia Nyelo Sauce na mtu mwingine anaitwa sijui Otieno ule ana meno hapa nani. Ule mapengo mtu mweusi kama sufuria inapika kidheri ya manya. Unamuona? Huyo wamechukua pesa yetu. Mimi nitauliza venye Nyelo Sauce anauliza tu atauliza James Orengo. Sisi pia tutauliza Nyawang'aya, kazi nilikupatia ulifanya ama ukufanya? Kama hajafanya anaenda nyumbani. Huyu mama amechukua pesa yetu, ameenda kuchukua ndugu yake, anapatia ndugu yake kampeni na MP wa Moroni. Mimi nataka nikuambie Gladys Wanga ni one term hadi kwa kitanda. Gladys Wanga chukua Prisinda kupigia muziki na Prisinda na atakupigia kura na ogena koko. Lakini sisi hatupigi kura. Sisi tunajua 2027 hatuwezi kontroliwa na mama. Mama aende apikia watoto wake kwa nyumba. Mimi nataka kusema Gladys Wanga, round hii Yugi Magwanga atakunyorosha saa 12 ukienda nyumbani. No, Yugi Magwanga, sasa ni wakati yako kutembea Homa Bay mzima kutafuta kura. Mimi niko hapa, nitatembea na door to door. Lazima nihakikishe Gladys Wanga ameenda nyumbani. Kushinda hata hii nyinyi watu wasema mnalia mochari. Sisi tuna hata mochari ya kupeleka mtu. Mochari yetu tunabeba mtu kwa jambi. Ati sisi nyinyi mnapiga nduru mko na mochari. Leo mnajengea hospitali. Mimi wacha niwaambie hapa. Huyu macha nikuambie. Mimi acha niwaambie kwa mambo ya James Orengo. James Orengo mlikuwa mnasema fanyi kazi, lakini kutoka James Orengo Raila Amolo Odinga kufe. My friend babangu amuke hapa, James Orengo anafanya kazi. James Orengo anafanya kazi. Kwa sababu wewe umekaa hapa Nairobi, wewe nyumbani ndugu yangu. Wewe unaogopa kwenda nyumbani. Ulienda nyumbani lini? Februari gani? Februari hii. Sasa ni miezi ngapi? Mimi nimetoka nyumbani juzi tena narudi tarehe moja nyumbani. Ili kidale wadwa. Kidale hiki kimeno sodala. Asijakata. Wacha nikwambie tu kuni moja tulie nikwambie. Bedmos bedangisi, Bedmos. Bedmos atie, wazi uko ndio top 10. Hadi hiyo ni sapa. Sapa nakubalia. Unajua ni mtu wa tupa. Nitakupanga. Sikiza. Mr. Speaker, wacha nikuambie kutoka Raila Amolo Odinga akufe, James Orengo ameanza kudeliver kufanya kazi. Ukiangalia James Orengo mtu alikuwa anafanya kazi Raila Amolo Odinga, kwa sababu Raila Amolo Odinga alikuwa anamsumua na form sijui 39 sijui 36 aende utafanya kazi saa ngapi? Nuko sanga yote kwa koti. Sasa James Orengo anafanya maendeleo. Ndugu yangu mimi nataka niulize, sijakata mimi sidharau wale watu wale ground. Nataka niwaulize tu swali nikimalizia. Nyinyi mnasema James Orengo ni mbaya. Na saa hii mwenye alikuwa patilide wenye anaenda kusimama nini? Anaenda kusimama senate. Nataka niulize, mtu mwenye anaenda kusimama senate anaenda kubakinia kabila yetu? Atuulizane tu kweli. Hawezi ndio kubakinia Wajaluo wetu. Ndio kwa sababu tunasema James aende mbele, abakinie Wajaluo. Hata at least tutaki akimuita, anasema sisi niko na Wajaluo hivi na hivi. Sasa wewe unataka kufuata senator. Senator mwenye ana pesa. Surely bwana, mimi na washangaza. Gladys Wanga pia the same ulikuwa mnafikiri atapatiwa vice president. Gladys Wanga anarudi ku return seat yake na atapata, atanyoroshwa. Yeye maybe aenda simame siku, lakini ni Luonya za simami. Mimi nataka niwaambie ndugu zangu Wajaluo nyoko hapa, tufungueni macho. Waluo wanatengeneza nyumba yao. Wakamba wanatengeneza, Wakikuyu wanatengeneza, Wakisistem. Na nyinyi Wajaluo mtatengeneza nyumba yenu. Nyinyi mtakuwa tu masangoni mnadandia vitu za wenyewe. Hata hii nyumba ya William Samoei si yenyu. Mkifukuza mtaenda wapi? Nataka niwaulize. Wao pia ndio ameandika mfanyakazi ngapi hapa? Nataka niwaulize. Huyu mwingine huyu mwenye amekalia pesa ameandika Wajaluo ngapi? Ule ni sangueni Katels ni mwizi. Ndio kwa sababu tunasema sisi tutafuata James Orengo aende bakania Wajaluo. Asanteni mandugu zangu.